Ni uongo si uongo? Ni muongo si muongo? Wewe Kasongo, makosa yako ndio inakufuata. Hapana lalamika sana. Wewe mwenyewe ndio ulisema utaleta machine ya kutengeneza 1 million chapatis per day. Ni uongo si uongo? Mimi niseme nikimalizia. Nimeona huyu Kasongo amekasirika sana. Analia kama panya imeshikwa na mtego. Na nilikuwa nimemwambia nitasukuma yeye. Si nilimwambia? Nikamwambia Kasongo, wewe umekasirisha watu ya Kenya na hawalali. Hata wewe tutakasirisha wewe vile umekasirisha wa Kenya. Wa Kenya ambaye umeboa nyumba yao hawalali, hata wewe hutalala. Watoto hawasomi kwa sababu ya kukosa fees, hawalali, hata wewe hutalala. Si ndio? Tumsukume. Sasa unajua anataka kutoa sisi kwa issues, atupeleke kwa matope ya matusi. Sisi hatuwezi kuja hapo Kasongo. Wewe kwanza umeingia pale mimi nilikuwa nataka wewe. Si ndio? Si ameteremuka? Wewe ulikuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, umeteremuka. Umekuwa mtu ya gossip. Ati kazi yako ni kusoma social media ya miaka 5 na kueneza gossip ile iko kwa social media. Sakai washuke asichuke. Sasa wewe umekuja pahali tulikuwa tunataka wewe. Sisi tutakaa kwa mambo ya issues. Na yeye unajua kwa nini amekasirika? Nimemtoa nyama kwa mdomo. Si ndio? Si alikuwa amepanga kuiba Nairobi Hospital? Tukamuanika. Sasa anasema, sasa ndio amekasirika. Si ati kwa sababu ya masikio, hapana. Masikio tunataka ikuwe kubwa asikize ground. Si ndio? Kasongo asikize ground asisikize. Wewe Kasongo sikiza ground. Sasa iko program ya Nairobi Railway City ambaye inafadhiliwa na nchi ya Uingereza. Yeye alipanga na watu wanaitwa CRBC kulipisha 29 billion. Na kuna wale walikuwa nataka wafanye hiyo kazi na 22 billion. Akawaweka ndege akawarudisha China. Ndio hii wa China wampatie bilioni 7. Hii makasiko yote unaona ni hii bilioni 7 tumemtoa kwa mdomo. Atolewe asitolewe. Na hiyo ndio kazi yetu Kasongo. Kazi yetu tukiona unataka kula kitu ya Wakenya, tunakuanika na Wakenya wanaingilia, unawachana naye. So wewe endelea kukasirika. Sisi hatuna haja na makasiriko yako. Mimi wiki inakuja naambiwa hiyo maneno ya Waingereza niongee Kizungu wa Ingereza wasikize. I want to address the British High Commissioner in Kenya. Si ndio? Hata Kizungu mimi niko sawa. Niko sawa siko sawa. I would like to ask the British High Commissioner and the British people to take note that our president has gone berserk. He has lost his cool. He has lost his temper. He has just become another Kenyan. He is no longer presidential. Because he had planned a grant that you are giving to the Republic of Kenya to build Nairobi Railway City. He had inflated the price to 29 billion when another company called China Railway had quoted 22 billion. He organized for those directors to be deported so that this contract can be given to CRBC and they can give him a commission of 7 billion Kenya shillings. That is why he is angry. We are asking the British people, please authorize and give instructions that this contract be given to China Railways at a cost of 22 billion and save 7 billion, not just for the British people, but the world. Tumeambia wazungu, si ndio? Na tuliambia fisi, hata ukinyamaza umesiki?
Mimi niseme next week I want to tell the press, I'll have a press conference that all Chinese companies have been refused to do business in Kenya, and all the big projects William Ruto has ordered that they be given to CRBC, who are in partnership with him. They are the ones who are doing Talanta Stadium, Bomas of Kenya, Railway City, Rironi Mau Summit Road, Nairobi, JKIA, and SGR, which is launching today. We'll be giving you details on the commissions that have been negotiated by William Ruto with this company called CRBC. And we're asking the People's Republic of China to recall this company back to China because it is a conveyor of corruption in our country. How do you explain that all the big projects for billions have been given to one single Chinese company called CRBC? I'll be calling a press conference mid next week with details of how much money has been allocated to this company of China and the commission they are paying and the projects they are doing for William Ruto in various parts of the country as his commission for giving them these projects. So we ask the Chinese government, if you truly don't entertain corruption, CRBC is a conveyor of corruption in our country and Kenyans are suffering. Mimi nikimalizia niseme wananchi wameniambia niulize William Ruto. Wewe umesema watu wapunguze chakula. Wasikule sana. Si ndio? Kwa sababu watu wakikula wananona. Sasa Wakenya wananiuliza ushauri yako kwa wale hawana chakula yote ni gani? Because they are Kenyans who have no food. As president, you are advising people wapunguze chakula. Wanauliza wewe William Ruto, wale wa Kenya ambaye hawana chakula kwa manyumba zao, what is your advice to those people? Si ndio? Number 2, wanauliza wale watu walibomolea Githurai, kuna mama amenipigia watu ambaye Mwenyezi Mungu alipatia mwili kubwa. Si ndio? Amesema wale wote ambaye Mwenyezi Mungu aliumba wakakuwa na mwili kubwa ni fala, ni wajinga. Wale watu walipewa mwili kubwa na Mwenyezi Mungu. Wanauliza wewe William Ruto, ugali unahitaji kura zao? Sasa huyu Mile Momanga alipewa mwili mzuri na Mungu. Unahitaji kura yake? Because sasa wamama mpo? Na wewe nikuambie William Ruto, mwili ni maumbile ya Mwenyezi Mungu. Kuna wamama hapa wako na mwili kubwa na hakuna kitu wamekula. Wengine wakijifungua wanaongeza uzito. Si ati kuna chakula wamekula. Sasa wewe William Ruto umeanza vita na ile watu wako na mwili kubwa. Sasa sisi nasema sile watu wote tuko na mwili kubwa hatuwezi chagua Kasongo. Si ndio? Wamama mpo? Wale wamama wetu warembo, unajua Kiafrika wamama kuwa na mwili kubwa tunafurahia, tunajivunia. Wewe William Ruto, shida yako ni gani na wamama? Shida yako ni gani na wale watu wamepewa mwili kubwa na wale wamama warembo wamepewa mwili mzuri na Mungu? Msimame. Wale wamepewa mwili na Mungu. Sasa Kasongo. Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wewe Kasongo unatukana hawa wamama. Ati unasema hao ni fala. Ati unasema ni wajinga. Ati walepewa mwili kubwa na Mungu. Sasa wewe kaa na mwili yako. Wachana na wale walipewa mwili sawa sawa na Mwenyezi Mungu. Na nyinyi wamama muko na mwili kubwa, nyinyi ni warembo sana. Na wapenda sana wamama. Mukae namna hiyo. Asanteni sana. Kasongo aende asiende?
Aende asiende? Sasa wewe mambo ya Mwenyezi Mungu unaingilia wapi? Ati amesema ati wale watu wako na mwili wadogo ati hao ndio wataenda nao Singapore. Ati wale iko mwili kidogo. Hawa kina Gacheri. Wewe Gacheri aenda na Kasongo Singapore. Aende asiende? Huyu Gacheri aende na Kasongo. Yeah? Aende na Singapore. Sasa mimi niuliza swali. Kenya iko na deni ya 14 trillion. Si ndio? Hospitali haina dawa. Watoto wako nyumbani. Biashara hakuna. President wa Kenya kuliko aongee mambo ya deni ya Kenya, aongee mambo ya madawa hospitalini, aongee mambo ya matibabu, aongee mambo ya masomo, aongee mambo ya barabara. Rais wa Kenya anaongea mambo ya mwili, ati mtu amekonda, ati mtu amenona. Ati rais anasema ati wasichana wametiwa mimba. Sasa hiyo ni mambo ya watu binafsi. Si ndio? Si wanaendelea kuwekwa mimba? Sasa mimi nakuuliza Kasongo, wewe priority yako ni gani kama rais wa Jamhuri ya Kenya? Itakuwaje wewe ni rais wa Jamhuri ya Kenya ati unasimama juu ya gari kusema ati kuna mtu hana bibi? Sasa hiyo inahusu wewe nini? Wewe si uko na bibi yako? Kama mwingine hana, what is your problem? Wewe ongea mambo ya hospitali, ongea mambo ya masomo, ongea mambo ya barabara, ongea mambo ya deni, ongea mambo ya usalama. Wewe umetoka juu unaongea mambo ya ujinga na mambo ya utoto. Ati unasema ati mwingine hana watoto. Si wewe uko na watoto wako? Hata kama hana watoto inakuudhi nini? Wewe Kasongo, pilipili usiosila? Sasa mimi nasema, I'm telling you, unajua mimi nimehuzunika sana. Ati rais wa Jamhuri ya Kenya kuliko aongee mambo ya masomo, mambo ya matibabu, mambo ya hospitali, mambo ya barabara, mambo ya maji, ati anaongea mambo ati msichana ametiwa mimba. Sasa hii ni maneno gani? Ati anaongea mambo ati mtu hana bibi. Sasa president amewacha kazi yake alipewa na Wakenya, amekuwa mtu ya gossip na mtu ya fitina. Aende asiende? Aende asiende? Mimi Kasongo nikwambie, I'll engage you on issues. Hiyo mambo ya watu hawana mabibi, hiyo endelea. Hiyo ya wasichana, endelea. Hiyo ya watu kukula zaidi, endelea. Hiyo ya gym, endelea. Sisi tunaongea mambo ya masomo, mambo ya matibabu, mambo ya wizi ya mali ya umma. Hapo ndio tunataka wewe. We are going to engage you on issues. Hii ingine wewe mwenyewe uendelee. Harambe! Harambe! Finally niseme, mtulie. Hii Kasongo tumesukuma yamefika mwisho. Ndio analia namna hiyo. Amejua hii kiti imeenda. Na mimi nilimwambia. Nikamwambia Kasongo, mimi nilikusaidia. Nikasanya watu 4 million, nikakusaidia ukakuwa president. Ukaanza maringo na majivuno. Ukasaliti mimi na wafuasi wangu. Ukadanganya wa Kenya. Ukaua watoto ya Gen Z. Ukasema watoto wapigwe risasi kwa mambo yako ikaharibi. Sasa wewe mambo yako imekwisha. Hakuna pahali unatakikana katika Jamhuri ya Kenya. Hata ukilia namna gani juu ya gari, hata ukitusi sisi matusi gani, hakuna vile utapata usaidizi. Na mimi naona Malala Western, Kasongo amekosea nyinyi na heshima. Akifika Western Kenya ni matusi. Kuliko aongee mambo ya barabara. Wewe Kasongo, you promise the people of Western Province 1,000 kilometers of tarmac. Umefika pale, kuliko uambie about 1,000 kilometers of tarmac, you have 1,000 insults. Hiyo ndio unapelekea Waluya. Unaenda huko kutusi watu. Huongei mambo ya maji, huongei mambo ya miwa, huongei mambo ya dawa. Mambo yako tu ni matusi ukiwa katika Western Kenya. So sisi nakuuliza wewe, ukitaka kutusi sisi, kuja utusi sisi hapa jijini Nairobi, pahali ambaye ni ngome yetu ya kisiasa. Si ndio? Pana tukana sisi Kakamega,
kuja tu Sirigiji hapa jijini Nairobi hapa. Si ndio? Aende asiende? Amekwama hajakwama? Mambo ya hii mtu imeharibika, ni kufinish? Ni kufinish? Kanairo mko? Mtashikilia jiji.